Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akitaka kukutoa katika hiyo aibu yako, anakutumia neno lake. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu akitaka kukutoa kwa huo ugonjwa, anakutumia neno lake. Makofi mazuri kwa Yesu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Mungu wakati ana sababu na maisha yako, tarajia neno lake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unatazamia breakthrough. Hiyo breakthrough unaipokea kwa neno la Bwana utamki. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu wa Mungu, ngoja nikushangaze. Unajua Goliath alikuwa ni jitu likubwa sana. Haleluya. Na Goliath, Biblia inasema alikuwa akitukana jeshi la Israeli, taifa lote, kwa siku 40. Alikuwa akiwatukana na Mungu wao, akiwalaani. Bwana Yesu asifiwe. For 40 good days alikuwa anawalaani. Lakini tunapata kuona kwamba Mungu akainua Daudi, kijana mdogo sana. Na ukiangalia kiumbo, Goliath alikuwa ni jitu likubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na unapata kuona kwamba alienda wakakabiliana. Goliath alikuwa amevaa magwanda kote, mwili mzima, kifua kilikuwa kimezuilika. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amevaa zile tunaita helmet, alikuwa ana helmet. Haleluya. Bila shaka alikuwa pia amejiziba kwenye miguu ili mkuki usimpate au upanga. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini akasahau sehemu ndogo tu Mungu akaitumia, ambayo ni kipaji cha uso wake. Tena Daudi alikuwa na mawe 5, lakini hakuyatumia yote. Alitumia jiwe moja peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapata kuona kabla Goliathi auawe, Daudi kuna maneno aliyatamka. Alisema nini? Alisema kwamba mimi ninakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi aliye hai. Haleluya. Goliathi alikuwa na silaha, alikuwa na mambo mengi, kejeli nyingi, dharau nyingi. Lakini tunapata kuona kwamba Daudi akamwambia kwamba mimi ninakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Haleluya. Na ukweli unapata kuona kwamba aliporusha jiwe, Mungu alili amplify na likaenda likampiga Goliathi, adui wa wana Israeli, na akaanguka. Haleluya. So hapo umeona Daudi alikuwa na silaha yoyote? Daudi alikuwa na silaha kubwa hapo? Hakuwa na silaha kubwa. Lakini Mungu wake mkubwa alifanya ile silaha yake ndogo ikafanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Usidharau mwanzo wako mdogo. Haleluya. Usidharau mwanzo wako mdogo. Usidharau hiyo nafasi ambayo Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yusufu kukuwa na nafasi ya kuwa mfungwa ilikuwa ndio inamuandaa kukuja kukua kwenye hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unaweza ukafika mahali ukawa unalaumu Mungu, ukawa unalaani, ukawa umefika mwisho, ukawa umechoka. Bwana Yesu asifiwe. Ukawa unaona hakuna tena kibali. Lakini Mungu akaanza na wewe hapo hapo matopeni. Mungu akaanza na wewe hapo hapo unapochekwa. Mungu akaanza na wewe hapo hapo ambapo umekata tamaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nenda uchunguze watu wote kwenye Biblia. Wote ambao waliinuliwa na Mungu ni watu ambao hakika walikuwa wamefika mwisho. Unajua kuna kufika mwisho na kuna kufika basi. Unaulizwa unasema ni basi tu. Haleluya. Mtu akikwambia amefika mwisho, hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni basi tu. Haleluya. Hatua ya tatu ni pumzi tu inaongea. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya tatu unauliza mtu, mamake na nini mbaya? Bwana Yesu apewe sifa. So lazima tujue kwamba wakati ambapo tunamtumainia Mungu, lazima mateso yetu yawe mengi. Biblia inasema mateso ya mwenye haki ni mangapi? Lakini Bwana hufanya nini? Umwepusha nayo yote, ama huyaondoa yote. Jina la Bwana lipewe sifa.